Nakutana na watu wengi sana wanaulizia settings ambazo zinaweza zikawasaidia kwa ajili ya kuweza kuuza kwenye haya matangazo yao ya Instagram pamoja na Facebook Yani it's like wanaamini hivyo kwamba kuna settings fulani ambazo nikizipata kwenye account yangu basi na uwezo wa kufanya matangazo ambayo yakanipa matokeo ambayo ni mazuri sana. Na ndio hivyo pia baadhi ya coaches wamekuwa wakifundisha hivyo kwamba you need to have special settings kwenye hizo account zako ili uweze kufanya matangazo ambayo yatakuwa ni vizuri. Na bahati mbaya au bahati nzuri wapo watu ambao wanaamini hivyo kutokana na wamesikia fulani kasema, na wakiangalia ni mtu ambaye of course kwenye hii game yuko na jina kubwa, amesaidia watu wengi sana kwa ajili ya kufanya matangazo. So akisema kitu it's like hawawezi wakampinga kwa sababu wanaamini yuko mbele ya muda kuliko wao. Lakini kwenye episode ya leo kwenye hii podcast nataka nizungumzie baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea matangazo yako wewe yanashindwa kufanya vizuri, vitu ambavyo hata wewe mwenyewe even hata kutafuta hizo settings ambazo unahangaika nazo unaweza ukaamua kuzibadilisha na ukapata matokeo ambayo ni mazuri Actually kama hivyo nimekuwa nikizungumza pia mara nyingi kwamba matangazo ni system ambayo inategemeana sana. Yani huwezi ukaisolve kwa kutegua kitu kimoja. Yani it's like a system ambayo inasaidiana, na maana kwamba ukisolve moja kuna nyingine pia itahitaji kuweza kusolviwa ili iweze kuendana na kitu ambacho tayari umekisolve kwenye sehemu moja ama kona moja ama eneo moja ya hiyo system ambayo inaendesha matangazo. Lakini basically kuna vitu vya muhimu sana ambavyo unaweza ukavisolve na vikakupa matokeo ambayo pengine hukuwahi kufikiria kama unaweza ukayapata. Nitakutajia baadhi ya hivyo vitu katika episode ya leo, na bila kupoteza muda, kitu cha kwanza ni kuwa na ad creative ambayo iko vizuri. Hapa nazungumzia picha pamoja na videos ambazo tunazitumia kwenye matangazo yako. Inabidi tuzitengeneze zile ambazo of course zinaweza zikashawishi na zina uwezo wa kuonekana vizuri na mtu akachukua action ile ambayo tunakuwa tunai-advertise kwenye hayo matangazo. Kwa sababu ad creative ni kitu ambacho kinaenda kuonekana public, na maana kwamba unaweza kuwa na budget nzuri, ukawa na offer yako nzuri, ukawa na product ambayo iko vizuri, ukawa umefanya research vizuri, kila kitu umekifanya poa, lakini the moment unakuja kukosea kutengeneza ad creative ambayo itakuwa ni bora sokoni, ndio pia time ambayo unakuwa unajiweka vibaya sana, kwa sababu hii ndio kitu ambayo inaenda kuamua kwa asilimia kubwa sana. Unaweza kuwa na budget nzuri, unaweza kuwa na offer nzuri, lakini the moment ukishindwa kuwasilisha hiyo offer yako na hiyo budget ambayo unaispendi sana kwenye ad creative ambayo inaenda kuonekana public, unakuwa umefanya kitu ambacho ni kazi bure, kwa sababu hakuna kitu ambacho kitatokea. Hakuna mtu ambaye atakuwa convinced kwenye hiyo ad creative ambayo umeitengeneza. Kwa hiyo mara zote unavyofikiria kutengeneza tangazo ambalo litakuwa ni bora, fikiria pia kutengeneza ad creative ambayo itakuwa ni bora zaidi kuliko hizi nyingine ambazo zipo, lakini pia itakuwa bora zaidi katika namna ya kuweza kushawishi Na tusichanganye hapa, kuna ad creative ambayo ina uwezo wa kushawishi na kuna ad creative ambayo inaonekana vizuri Unaweza kutengeneza ad creative ambayo inaonekana vizuri lakini ikashindwa kushawishi. Unaweza kutengeneza ad creative ambayo iko bora lakini ikashindwa kuconvince, kwa sababu the issue tunaangalia convincing power ya hiyo ad creative ambayo unaitumia ili watu wakiona waweze kutake action, lakini pia waweze kuelewa kitu ambacho una kiadvertise. That's why inabidi kidogo uwe creative sana kwenye kuzisuka hizi picha pamoja na video ambazo utazitumia kwenye matangazo. Lakini pia kitu cha pili ni kuwa na ujuzi wa kutengeneza offer. Nikizungumzia offer sizungumzii masuala ya kupunguza bei, kwa sababu hapa watu wengi wanachanganya sana. Mtu akisikia offer anajua kwamba okay, hapa inabidi nipunguze bei kidogo ili watu waweze kufanyaje kuchukua hiyo product. Lakini the real definition ya offer ni kwamba ni namna ambavyo unaipackage product yako iweze kuonekana irresistible mbele ya macho ya watu. Let's say mimi nina products nyingi and then nataka niziuze kwa pamoja. Naweza nikatengeneza bundles au nikatengeneza packages ambazo zinakuwa zinaorodhesha zile products. Let's say labda kama nauza nguo, naweza nikaamua nikaipackage, labda viatu nikaweka na suruali pale, nikaweka na t-shirt pale. Yani package ambayo naitengenezea bei ambayo mtu anakuwa akiona anakuwa ni rahisi hata kuweza kuchukua hiyo product. Even hata ile ya kutengeneza zile offer tunazitaga psychological offers. Anatengeneza mazingira mtu anakuwa anaona kwamba wow, hii offer ni babu kubwa ambayo nikikosa hapa pengine siwezi nikaipata tena. Kwa mfano labda product wewe unauza 100,000, lakini the way ambavyo unakuja kuirepresent, let's say unaweza ukashusha hata 99,000.
hivyo hiyo ni nzuri tu. Au hata kama bidhaa yako ni 100,000 unaweza ukaipandisha labda ukasema badala ya kulipia 150,000 labda leo utalipia shilingi 100,000. Ni namna fulani hivi ambavyo unatengeneza mazingira mazuri sana ya kuweza kutrigger ile mindset ama brain ya mtu ambaye anakuja kuchukua hiyo product, and then at the end of the day unajikuta una attract watu wengi zaidi ambao wanaweza wakachukua product kiurahisi. Nimeiona pia kwa watu ambao wanauza furniture siku hizi wamekuwa na ofa zao fulani hivi, anachukua kiti na meza and then anavijumlisha bei yake, anaweza akashusha kidogo ama akaiweka ile ambayo anahisi yeye kwake inaweza ikampa matokeo ambayo ni mazuri, and then ana advertise na wanauza of course, kwa sababu ni namna ambayo ni nzuri sana kuweza ku attract watu wengi zaidi na kuweza kufanya kitu ambacho unakitaka. Lakini pia kitu cha tatu ambacho unataka kuzingatia vizuri ni budget. Budget ndio itatupeleka kwa watu wengi zaidi. Budget ndio itatufanya tangazo letu pia liweze kuweza kufanya vizuri zaidi sokoni. Kwa hiyo budget pia haiwezi kawa underrated katika hii system ya namna ya kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo actually hizi engo tatu, kwa maana hizi kona tatu, budgeting, ad creative pamoja na offer, ni namna ambazo ukiziboresha kwenye biashara yako utakuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya biashara ambayo inakuletea matokeo tofauti na hizi ambazo unaendelea kuhangaika sijui nitafute settings, sijui nitafute setup wapi. Huko hamna kitu ambacho utakipata. Lakini I'm sure hizi vitu tatu kizifanyia kazi ni miongoni kwenye ile system ya matangazo, ni miongoni mwa tunasema power of corners ambazo zinaweza zikakupa matokeo ambayo ni mazuri. Boresha offer, boresha ad creative, and then boresha budget yako ya kufanya matangazo. Hakuna kitu ambacho utakikosa katika safari yako ya kuweza kufanya matangazo, na hiyo ndio lengo maalum kabisa la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo unaenda kuiapply kwenye matangazo yako na unapata matokeo ambayo ni mazuri. By the way, kama una mshikaji wako na rafiki, una ndugu ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, basi hakikisha una share naye. Lakini pia usiache kuniacha comment katika upande wa comment kitu gani ambacho unataka kujifunza zaidi katika hii podcast, na mimi nitafanya video maalum kwa ajili yako kabisa, kwa ajili ya kukupa kile ambacho umekiomba kupitia comment section. Mimi naitwa Joram Tanzania.